ameniuliza, lakini Wiper, wewe ukiwa wakili mkubwa wa Wiper, ulikuja ukasign agreement na Jubilee kwamba sasa nyinyi ni watu wa serikali. Sasa hii maswali tena sisi wote sasa tuko kwa hii serikali. Sasa mbona unaninyoshea tena midole ya kusema wewe? Ni sisi sasa, hakuna wewe. Ni sisi. Ama namna gani? Sisi tulikubaliana namna hiyo. So tusisukumane sana. Kwa kweli, I must testify you are a good lawyer. Wakati nilipelekwa kotini kwa mambo ya kushindana kule Eldoret North, na mwingine ambaye alinipeleka mambo ya upuzi, ulitetea kotini mpaka tukashinda hiyo kesi, na ule mtu akaambiwa anilipe pesa. Mpaka leo hajanilipa huyo mtu. Sijui tena nitakutafuta uende unitafutie hiyo pesa kwa huyo. Lakini pia ujue sisi ni watu wangwana. Mheshimiwa Mutula Kilonzo Senior, the first time he stepped in parliament, ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama chairman na mimi kama secretary general wa KANU ndio tulimweka pale. So we are not bad people. Tuko watu hapo. Ukifanya moja tunafanya mbili. Ukifanya moja tunafanya namna hiyo. Tukisaidiana, tukienda. Si namna hiyo jameni. Mimi nataka niseme nikimalizia. Kenya ya kesho, mkisikia tunasema ya kwamba vile Junior amesema kuhusu mambo ya Hustler Nation. Sisi tunasema hivi, na nataka mnisikize vizuri. Kenya hii imepungua watu wajinga kwa kiasi kikubwa. Na lazima tuambiane ukweli. Siku nyingi siasa inaongelewa mambo ya viongozi, mambo ya vyeo, mambo ya mamlaka. Mambo ya mwananchi haiko pale katika mambo ya mjadala wa kitaifa. Na ndio tumesema safari hii lazima tubadilishe. Haiwezi kuwa ya kwamba kila wakati tunaongea mambo ya viongozi. Lazima tuongee mambo ya mwananchi. Ni mnanielewa watu wa Utangwa? Hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya viongozi, lazima tuongee mambo ya mwananchi. Wakati tunasema wale wenzetu ati wanakusanya makabila, ati waunganishe makabila, sisi tunasema tuunganishe mahasla. Hawa watu wa mama mboga na yule mkulima na yule mfugaji na yule mtu wa bodaboda, tuwaunganishe kwa sababu hawana kabila, na changamoto zao tukizitatua, tatizo za Kenya zitakuwa zimetatuliwa. That is the conversation we are going to have. Wakati mnasema ya kwamba tunataka pesa iongezeke ya kwenda kwa county, tunasema pesa iongezeke ya kwenda kwa mfuko ya mwananchi. Hatuwezi kuwa tunasema tu pesa iongezeke kwa serikali. Lazima pesa iongezeke kwa mfuko ya mwananchi. Mimi nimesikia yale mmesema. Mmesema mnataka kahawa yenu ilipwe bei mzuri. Ni kweli ama si kweli? Mmesema maziwa yenu ilipwe kwa bei mzuri. Mmesema hamkusema? Mmesema hapa mko na makademia. Kwa sababu mnataka pesa wapi? Mfuko ya mwananchi. Lakini ndugu zetu wanatuambia hiyo sio ya muhimu. Mheshimiwa Uhuru na mimi tuliuza sera ya Big Four, ambaye ndani yake iko mambo ya kahawa, mambo ya maziwa, mambo ya manufacturing, hata hii universal health ambaye inatusumbua, maneno ya housing ambayo ingeleta kazi kwa vijana wengi. Lakini watu wa NASA walitutembelea, wakakuja wakatuambia hii Big Four si priority, tufanye ingine kwanza, hapa inaitwa handshake na BBI. Sasa tumehangaika na hiyo maneno miaka 3.
Alafu sasa mnataka tena saa ile mambo imeanza kuharibika, mnaanza kusema ni watu ya Jubilee. Sasa nyinyi kama hamngetutembelea, pengine mambo yetu tungeendelea na ile plan tulikuwa naye. Kwa hivyo msitulaumu. Sasa sisi wote tuko kwa hii meli. Mimi naona watu wanataka kutoroka ati wasiulizwe ile shida imetokea Kenya. Tutakosaje kuwauliza ile shida ilitokea Kenya? Na kabla ya nyinyi kuja kwa kwetu kuja kutukoroga, serikali ilikuwa inaendelea mzuri. Tulijenga barabara, tukajenga reli, tukaunganisha stima. Sasa tulikuwa tunaenda kupatia kazi vijana, kutengeneza mambo ya manufacturing, kutengeneza mambo ya kilimo. Mkakuja mkatuambia hiyo sio ya priority, tuende ingine hapa kando. My friends, tuambiane ukweli, na mambo bado tutaambiana ukweli hapa mbele. Tukienda hapa mbele. Ama mnasemaje watu wa Mboni? Si lazima tuambiane ukweli. Rafiki yangu bwana Kibwana, umeongea vizuri. Hapa mbele tutashindana. Na unajua kwa ile mfano umetoa, umesema kule kwa nyumba ya Jesse kulikuwa na watu wakubwa, lakini alitafutwa yule mdogo alikuwa huko kwa kuchunga mbuzi. Na unajua kwa hii katika hii mashindano tuko naye kuna watu wakubwa na wale wengine ambao unajua hata maprofesa wako huko mbele, lakini sasa kuna hasla huko nyuma. Kwa hii mjango yote sijui kama itakuwa profesa ama itakuwa hasla. Sasa Mungu atapanga hapo, hiyo maneno itapangana mzuri. Otherwise mimi nimeshukuru sana, asante sana kwa family hii, na tunawatakia faraja ya Mwenyezi Mungu kwa familia ya mzee James, na mimi nitarudi hapa tena ili tuweze kuzungumza vile tunaweza kwenda mbele pamoja. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Mboni, mnasema tuendelee kuongea mambo ya viongozi ama tuanze kuongea mambo ya mwananchi? Mnasema tuongee mambo ya makabila ama tuongee mambo ya mahasla? Si kila mtu ni hasla hapa, na sio hasla kwa kujipendekeza, kwa kuishi na kupanga vile nimeona mmejipanga hapa. Hata hiyo serikali tutapanga pamoja na nyinyi hapo mbele. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.